Sasa Ebile bwana ameachwa sana bi mkubwa ameambiwa usiku mwema. Sasa siku iliyofuata bwana kila mtu yuko na mpenzi wake. Isema picha kama yote huku mwana wa mfalme wa mchongo pamoja na binti wa chifu wa mchongo wanaendelea kupigana picha, wanajiona wenyewe ndio hivyo washatoboa. Wakati huo Ebile na Nelly wenyewe wapo zao bize kule kama vijakazi vinaendelea kupiga story. Yaani hapo mapenzi kem kila mtu yupo na yake kwenye ngo yake. Au huku ni wazee wa picture tu huku wanaonyeshana hii imependeza prince wangu. Yaani hii inavutia. Sasa wanaendelea kufarijiana lakini bibi anaumia sana kumuona mwenzake wanapendana. Sasa siku iliyofuata bwana kijana Ebel na Emily walikuwa wanakula zao story hapa. Kwani bibi Kentula anawapa pumzi. Akati wanaendelea kutongozana bibi Kentula akafika. Siampi mwenzake la anamwambia tuondoke. Yaani umeniacha mimi kule wakati unajua ni kijakazi changu. Twende huku bwana ukanihudumia. Anamchukua haraka anamtoa. Wakati huo hii bwana inamkata kijana Billy. Aisee anaona mbona hawa watu wananikatili? Si tumewaacha kule wanakula zao mahaba. Sasa hivi wanakuja kumkatisha. Sasa bibi baada ya kuja kwenye jumba lake anaofanyia kazi, akamwona mzee akaona ngoja nimsalimie bwana. Nampa salamu mzee aitike, akaona ngoja nimshtue bwana mzee ili nimsalimie vizuri. Sasa anamshtua mzee anashtuka. Alo, mbona unanishtua? Kwani wewe vipi? Si unafanya tu kazi binti yangu. Wewe kilichokuleta hapa si ni kufanya kazi Basi endelea kufanya kazi, usinishtue. Mimi nikiwa busy sitaki kushtuliwa kabisa. Sawa binti, hebu nenda bwana. Basi bibi ikabidi aweze kuondoka. Mzee hapa ameongea ana hasira, anaendelea kuangalia picha hii inamuumiza, anatafuta familia yake. Hajui kama familia yake mmoja wapo ni huyo bibi ambaye yuko hapo. Lakini hajui kwa sababu bibi anaitwa Nelly. Basi bibi kila siku kama ilivyo ada anamwaga bibi mkubwa wake kila ikifika asubuhi anarudi tena kazini. Yaani harakati ni zile kila siku. Sasa tukirudi kwenye jumba la kifalme leo bwana kulikuwa na ghafla rasmi sasa kwa ajili ya kumwapisha mfalme aweze kuwa mfalme rasmi wa hii nchi. Sasa bibi Chaka yeye mwenyewe anakula story anamwambia shoga yake bwana mimi akishaapishwa mwamba leo ndo naolewa hivyo shoga yangu mimi nitakupa madili kama yote. Halo bibi Chaka amezamilia. Sasa tukija upande wa pili huku pia Malkia naye anaandaliwa vile ila Malkia afurahi kabisa kuapishwa kwa mume wake leo maana atakwenda kumuoa bibi Chaka kama mke wa pili. Hii ndio anachokizani hicho kwamba mfalme anafikiria hayo. Sasa upande mwingine bwana bibi amegundua kwamba huyu mwamba sio mwana wa mfalme maana leo amekuja kwenye ghafla ya mfalme wanamkuta mwamba ambaye amevaa mavazi ya kifalme ya kiprince ni yule bwana mdogo mwingine Billy sio huyu. Sasa mwamba anaambia mimi nimefanya yale yote ili niweze kukupata. Bibi anaambia usinishike kabisa unanichanganya. Yaani unanichanganya kabisa umenidanganya muda wote mpaka mimi namnyanyasa mtu kumbe yule ndo mwana wa mfalme. Sasa bwana pale akaja bibi Nelly na mkosi wake akamwambia Nelly ulikuwa unalifahamu hili lote alafu unaendelea kucheza na mwana wa mfalme ukao unakaa kando kumbe unajua mambo yote. Mama anaambia hebu tulia kwanza. Mimi nitakuja hebu endeleeni na ujinga wenu. Mimi niende nikafuatilia hisi kwanza mshanichanganya nyewe watoto. Sasa bwana bibi Kentula ndo anaona ameshtuka sasa hivi sasa anamwambia bibi Nelly kwamba wewe ndio ulikuwa unajua unajua kwamba yule mwana wa mfalme alafu ukanificha ukajifanya unakula biko ukanichukulia bwanangu si ndio? Bibi anajitetea kwani alimpa muda ikabidi amvamia aendelee kumpalua. Wakati huo bwana ametokea mwana wa mfalme anaambia katika maswala sihitaji hapa kwenye ufalme ni wewe kumvamia huyu binti mwanzo na mwisho leo. Yaani ilikuwa mwanzo tunafanya maigizo lakini ujui tu nilivyokuwa nakutamani. Ujinga kafanye huko nje kwa babako na sio hapa. Bibi tuondoke ikabidi mwamba aweze kumchukua bibi anaondoka. Sasa bibi Kentula amepanic anamwambia mwamba yani wewe kwamba uliamua kuniigizia mimi kujifanya ni mwana wa mfalme umenifanya nimemkosa mwamba. Kuanzia leo usinishobokee na mimi sina mapenzi na wewe. Bibi ameondoka. Yaani leo ameingia aibu. Sasa tukija upande mwingine bibi Nelly anamlalamikia mwamba anamwambia ni wewe kumbe ni mwana wa mfalme na umenidanganya. Mimi siwezi kukaa hapa na timu kazangu siwezi kulemba nikakaa hapa nikakusubiri. Bibi anaondoka. Mwamba anamwambia huwezi kuondoka kirahisi hivyo. Yaani yale mambo yote nilikuwa nafanya ni kwa sababu tu mwamba yule ndugu yangu aweze kupata mpenzi. Lakini sio kama nilikuwa nadhamiria kukudanganya. Bibi anaambia umefanya hayo yote kunidanganya kwa nini kuniambia hata kama ni maigizo ungenipa taarifa. Mwamba anaambia nisamee tu. Yaani hakuna jinsi inabidi unisamee. Bibi inabidi tu akubali kwa sababu anamkubali sana Ebel. Inabidi tu amkubalie bwana. Ikabidi moyo uwe mwepesi. Ebel huko anaendelea kushusha vesi anaambia hapana bwana mimi nakupenda wewe na ninakuhitaji uje kuwa hata wangu wa maisha. Kwa ndio maana nilikuwa nafanya yale yote tu nikatulia. Lakini kuna wakati nataka nikwambie mambo yakawa ndio hivyo. Bibi amemuelewa. Inabidi alete bwana sehemu ya kubadilisha nguo abadilishe leo na yeye aweze kwenda kwenye uapisho wa mfalme. Bibi anatoka bwana umeona ilivyo kisu. Umemwona bwana Nelly alivyo kisu mpaka mwamba anashangaa anambia wewe umependeza sana. Bibi anambia asante bwana. Hebu nipe mkono yani bila kulemba nipe mkono tutoke. Unaonaje tukatoka bwana twende tumeongozana namna hiyo. Bibi anasema hakuna shaka bwana mwana wa mfalme wangu. Wanatoka bwana umeonaje ikapo imependeza so poa mzee baba. Asa bibi Kentula bwana amechanganyikiwa mpaka anatupatupa mito huko amerudi nyumbani kwani sherehe kakasilika ni kulia tu humo ndani. Sasa bibi mkubwa anauluma naye ndio kwanza anaokota mtu anamrudishia kwa sababu ni binti mpumbavu sana. Yani ameshindwa kugundua mwana wa mfalme ni yupi. Bibi hata kumuongelesha yani mama hata kumuongelesha mzee kamwekea tu mto hapo alafu bibi mkubwa anaamba zake. Yani uwezi amini bibi Kentula huyu atakufa na magonjwa ya moyo huyu lazima afe laundi huu mwaka ni wa kwake. Yani hii ndio inaitwaga bwana mwisho wa ubaya aibu. Bibi Kentula atakoma. Sasa bwana mwamba akamleta bibi Nelly kwao kamkabidhi kwa bibi mkubwa anamwambia bibi mkubwa bwana kwa hili. Bibi mkubwa naye anamwambia kwa hili mbaki salama bwana mama mbaki salama nilindie Nelly huyo. Basi mwana anaondoka. Sasa bwana leo jambo la kuchangaza mfalme anaingia ndani kwake ni chumba cha faragha yeye na mkewe. Anamkuta bibi Chaka bwana yupo ndani anamsubiri mfalme bwana aweze kumfanyia mahanjumati.
eti. Sasa mfalme hajamaliza kushangaa, muda huo anaingia na mkewe tena, Malkia anafika. Si ndio anakuta huu fusko unaoendelea huko ndani. Anajua kabisa mfalme ndo amepanga na huyu mwanamke. Bibi akakimbia aisee. Akaamua kutoka ili awaachie wafanye mambo yao. Yaani mama na yeye atakufa na malazi ya moyo. Yaani anachokiona huko ni hatari. Kwa hiyo bibi Chaka anaendelea kufanya mahaba. Mfalme ili swala hajalitaka yeye. Na wala hana mpango na Chaka. Sasa ndio ukweli unatakiwa kuufahamu huyo bwana mtazamaji. Mfalme hana mpango na Chaka kabisa. Sema Chaka tu analeta yale mapenzi ya zamani. Mfalme anamwangalia, huyu nimfanye nini? Mwamba anamwambia bwana, karibu niweze kukupa vitu leo. Leo nataka nikufanyie mambo. Ili jambo limemkwaza sana mfalme. Hii tunaita above optimal, yani imezidi kiwango. Sasa tukija upande wa chifu huko aisee, bi mkubwa leo ameamua kutengeneza bonge la kesi kumsupport mwanae. Eti anasingizia pete yake bwana alopewaga ya uchumba, sio ndoa ya ndoa imepotea, afu ni pete ya almasi ya kifahari sana mwanangu, ya dhahabu aisee, ni expensive. Sasa eti haionekani. Umeona anatengeneza mchongo hapa ili kumuua bibie nani? Bibie Nelly. Ndio anajifanya kutafuta kote haionekani. Sasa bibie Nelly bwana, si ndio amekuja huku ndani anaendelea kufanya usafi nini, anaweka mafagio sawa, ajui leo amepangiwa mpango mbaya sana. Yani hata asingekaa. Sasa muda wake wa kazi umeisha, si ndio anaondoka, wakati familia inaendelea kufarijiana pale, naangalia video nini, yeye anaona ngoja nirudi zangu, muda wa kazi umeisha. Anatoka, angejua alichofanywa na bi mkubwa leo ni hatari. Akaweza kuaga bwana, mama na baba, mimi naondoka zangu bwana, narudi nyumbani, muda wa kazi umeisha. Basi inabidi aruhusiwe aondoka. Sasa wakati anaondoka, mama pale akadaki, hebu subiri kwanza bibie, hebu njoo, unajua leo nimepotelewa na pete yangu. Sasa ikawa wewe mwenyewe ni mwizi vile vile. Mama anamuuliza sasa, bwana, hebu nipatie begi lako niweze kulikagua. Unaweza ukawa wewe ndio mwizi wa pete yangu, lete begi hilo nikague, mpuzi wewe. Unaweza tukakaa hapa, kumbe wewe ndio umeiba. Hata mzee mfalme mwenyewe anashangaa, huyu chifu hapa anatoka na macho. Sasa bibie kapapasa ndo anatoa pete, anamwambia si hapa da, huyu mama ni hatari aisee. Hiyo ngoma ameitega mwenyewe kumsingizia bibie. Bibie anaomba msamaha, ase mimi nisameni, mimi sio niliochukua nikaweka humo ndani. Bibie Kentula naye anatupa shuhuda za kutosha kwamba yani wewe ndio umeiba pete ya mama. Sasa mke wa chifu bwana, ili kudhibitisha game lake kabidi ajifanye kama ataka ampige bibie Nelly kwamba wewe ndio mwizi da. Chifu inabidi achukue maamuzi magumu, anaambia kwenye nyumba yangu mimi hakujai kutokea wizi, kwa hiyo itabidi upate adhabu. Wakati huo bi mkubwa huku bwana anamsubiri Nelly, mbona leo hajarudi toka muda wote huo? Bwana angejua kwamba Nelly amefungiwa na hawezi kutoka, sio mchezo. Wakati huo Bili amekuja kwa kina Nelly hapo kuweza kumtembelea Nelly aweze kumpa hai kidogo. Sasa zindoka fika nyumbani anapokelewa na huzuni kama yote. Bi mkubwa anamwambia ni kinachoendelea hapa, bibia hayupo. Mwamba kuambiwa bibia hajarudi mpaka sasa hivi, kabidi afunge safari na mlinzi wake pamoja na bi mkubwa waende kwa chifu. Sasa tukirudi kwenye ufalme bwana, tunamkuta mfalme leo anamwambia bibia Chaka, kuanzia leo mahusiano hakuna, mimi sina mahusiano na wewe, acha kujiletea hisia. Bibia anamwambia tulipendana, tulikuwa tunapendana. Mzee anamwambia hiyo ni mambo ya zamani, sio sasa. Wakati wa Malkia ndo anasikia ukweli, yani kumbe mume wake wala mtamani Chaka kabisa, sema ndo hivyo tu, yani alikuwa yeye mwenyewe haelewi. Mfalme anamwambia sasa nisikilize, kuanzia leo mimi na wewe hatuna mahusiano. Bibia Chaka anamwambia mimi nimetumia muda wangu mwingi kabisa nikajua tutapendana, na ndo toka zamani mimi tulikuwa na mimi nikajua leo bwana, baada ya kuapishwa utanioa aise, na babako kabisa alishasema ukishafunga ndoa utakuja kunioa. Akaambia babangu alisema vile bwana, kwa sababu aliogopa mimi nitakuja kumwacha mke wangu Chimaima, kwa hiyo ikabidi aniambie vile kunifariji, lakini mimi sina mpango na wewe. Yani toka nilipomwoa mke wangu sijai kutamani mwanamke mwingine yote, na nilifunga hesabu. Bibi bwana inabidi apige magoti kabisa, amwambia aise, mimi kuniacha wakati huu kama tu unanitia aibu, nimepambana muda wote, mfalme wangu nisamee. Anamshikashika kumuomba lazima. Mfalme amemind kwa sababu hampendi. Sasa mfalme anamwambia acha kunishika aise, binti, toa mikono yako kwenye paja langu, usinishike maana mimi sio mumeo. Alo, mpaka bibi ana freeze. Ni nini hichi ninachokisikia leo? Mfalme anambia kuanzia sasa hakuna mahusiano yote kati yangu mimi na wewe. Nilivyomuoaga mke wangu ndo huyo, nimetengenezwa kwa ajili ya mwanamke mmoja tu, toka Mwenyezi Mungu aniumbe ni kwa mwanamke mmoja tu ambaye ni Chimaima, ambaye ni Malkia kwa sasa, ila sio mwingine. Mpaka Malkia analia aise, kabidi akimbie. Yani kumbe alikuwa anamchukulia mume wake tu tofauti, lakini mume hana huo mpango aise. Bwana Chaka ameharibu mwenyewe aise. Mfalme anambia kuanzia sasa Chaka naomba uondoke na kwenye ufalme sikutaki, ondoka. Bibi anaendelea kulialia aise. Mfalme anambia sasa wewe nikuitie walinzi waje wakutoe au unaondoka mwenyewe, au unataka aibu hapa? Bibi anaona aibu tena, mambo ya walinzi hapa ni kutiana aibu. Abidi amke huko analia, wewe mume wa mtu sio mchezo. Haya mambo kudandia wanaume za watu haya, kuna siku tu atakukuta kama haya hapa. Yani mtu lazima arudi kwa mke wake. Huyu alikuwa anadanda, lakini mfalme hakuwa anamhitaji kabisa. Sasa wakati Ebila amekuja kwenye nyumba ya chifu kumuulizia Nelly, si ndo anakutana na bibi eti, prince wangu umekuja kunitembelea. Mwamba anambia nipishe sechi, afuata takataka zako. Wameingia tu wanaanza kuita Nelly, wanapiga kelele. Bi mkubwa ndo anapiga kelele hatari huku bwana, ndo anashuka bwana chifu leo. Sasa chifu si ndo anashangaa, huyu anaita Nelly ni nani? Anamwangalia ni mke wake. Halo, pisi yake aloipoteza bwana kitambo hicho aise, ndo anashangaa leo anaikuta hapa, anamshangaa wewe bwana umefikaje hapa? Bibi anamwambia aise, wewe ndo unamiliki hii nyumba Mama amemjua tu kwa sauti, anamwambia hii nyumba ni yangu.
mwanangu mimi ndo naimiliki. Anaambia da, kwa hiyo kama wewe ndo unamiliki na maana bibie umemfungia wewe humu ndani. Wewe ndo umemfungia bibie, maana nimepata taarifa bibie amefungiwa huku. Yaani wewe ndo umemfungia mwanao. Jamaa anamwambia sasa unamaanisha unamfanyia nilomfungia huku ni binti yangu? Ikabidi mzee akimbie ndani sasa kwenda kumtoa. Da, hilo fanyika hapa ni lo mbaya, afu mzee alikuwa anafanya ajui kama ni binti yake. Sasa bibie ametolewa. Alo, hizi familia leo kuna utata hapa. Mama anaendelea kumkumbatia mwanae, hujaumia popote, hujaumia. Kati mwana wa mfalme anatia biti, anaambia utaadhibiwa kwa haya mambo uliyofanya. Yaani lazima uadhibiwe. Mama anambia sikujua kama ni binti yangu. Mimi sijajua na nilikuwa nawatafuta miaka yote hawa nikijua kabisa mimi familia yangu labda imepotea aisee. Sasa mwamba ndo anauliza aisee, bibi Neli, mama kinachoongelewa hapa ni kweli na maana huyu ni mzee wangu? Bibi mkubwa anamwambia ndio ni mzee wako. Aliniacha mimi kwa sababu yeye mwanamke aliomuoa sasa hivi alikuwa ndo kidampa chake. Sasa nilivyoona mimi wanadate ikabidi niwaache tu na maisha yao mimi niondoke. Da, bibi Kentula hapo akauliza ina maana mbona huyu anamuita baba? Ina maana mimi sio baba yangu Sio baba yangu mama, hebu nijibu. Mama anaambia bana mwanangu inabidi tu unisikilize. Kiukweli ukweli gani unataka kunizungumzia mama? Ina maana mimi sio baba yangu, ndo maana nilijua. Baba gani anipende wakati mimi ni binti yake wa pekee? Mama baba yangu yuko wapi? Bibi anageuza kibao kwa mamake. Baba yangu yuko wapi? Bibi mama anamwambia tutaongea baadaye. Binti kapanda juu na hasira anaenda zake huko juu. Wakati huo bibi bwana Neli aamini yani kama yeye ni mtoto wa chifu. Sasa chifu ndo anaenda kuelezea. Jamani mimi nimewatafuta jiji zima ili mwanangu. Nisamee sana. Mimi nimewatafuta baada ya kugundua nina makosa. Binti anamwambia hapana. Kwa ulivyonifungia ndani mimi siwezi kukusamee. Umenifungia kama mnyama na kutaka kunisikiliza. Unaongelea pete ambayo sijui hata inamaanisha nini. Mkaninyanyasa. Mimi naondoka sina mpango tena na hapa ndani. Mimi mshanipoteza na mimi sio mwanao. Dakika zile mke wa chifu ikabidi aungame ambie bwana mimi ndo sababu na makosa yote haya. Mimi ndo niliweka pete kwenye begi lako na kukusingizia. Wote wanachanga mpaka chifu anashangazwa na hizi tabia. Wewe ndo umeweka humu. Alo ndoa hakuna. Alo umeachika. Hii familia huko ikaamua iondoke zake. Bibi mkubwa pamoja na Neli ikabidi wasepe aise. Sasa tunarudi ndani kwa mfalme. Leo mfalme anashangaa. Nini kinaendelea? Alo, mbona leo hili swala ni geni? Yaani ni geni kabisa katika mambo yote nishaye kushuhudia. Anamshangaa mkewe amefika leo, yani ameamua kuact na mambo yale ya kitanga aise. Jiji la waja leo kuondoka majaliwa. Sasa ndo amefika pale mwamba mama leo akasema sitani. Kwa leo yasikia kwa mume wangu anaungama pale na yasikia kwa masikio yangu. Lazima niwe mke sasa. Anaanza kumpetipeti miguu. Mwamba anamuuliza kwani imetokea nini? Anambia mume wangu usiulize. Nilikuwa nakufikiria vibaya. Kumbe unanipenda vile. Mfalme we. Hisia zikampanda mpaka kichwani. Anaona kabisa hii ni piskali afu mimi niipoteze. Bwana bibi anamwambia kweli ese mume wangu. Nashukuru leo umeniletea heshima. Yaani umeniheshimisha. Sijaamini nilichokisikia pale wakati mnazungumza nilikuwepo. Jamaa anamuamsha anambia mke wangu ulinichukuliaga tu vibaya. Hebu amka mama. Mimi siwezi kufanya mambo walofanyaga wafalme huko nyuma. Ni mambo ya kizamani. Alafu mimi siwezi kudili nayo mke wangu. Sawa mke wangu tugange yajayo bwana. Achana na hayo mambo ya chaka. Bwana huku kwa mfalme mambo yamekaa poa. Alo, sio mchezo aisee. Bana big up sana kwa mfalme. Mfalme amecheza kama Pele, yani amenifurahisha. Sasa siku iliyofuata bwana chifu amekuja kumuomba lazi mwanae. Sema mwanangu, turudi tukaishi tu. Makosa mimi nilishayafanya na nimeungama na nimewatafuta sana. Bibi anaona kweli bora nimsamee tu mzee. Maana pia hata wakati nipo kule hakuwa na lombaya. Lombaya ilikuwa tu ni ya mkewe pale. Bibi imebidi tu na mzee wake wayamalize. Bibi ikabidi akae bwana amfikirie mzee aisee. Bwana bora mimi nirudi tu kwa mzee wangu maisha yaende kwa sababu mzazi ni mzazi. Kwa kesi hapa imeisha mzee. Baba na mtoto wameliunite. Familia imerudi kuwa moja tena aisee. Bwana unasemaje hapo? Sasa tukija upande wa pili huku leo wamekuja bwana kumfuata Prince. Wote wale wamekuja kumfuata Prince. Sasa bibi Kentula alivyomuona bibi Neli akamwambia hivyo wewe Neli, mbona unanifuatafuata? Mimi nimekuja kumuona Prince. Neli anamwambia na mimi hivyo nimekuja kumuona Prince wangu. Halo, bwana hapa anaanza kutupiana vijembe. Bibi anamwambia unaniletea utani. Kila sehemu upo. Mimi nimekuachia baba. Na mimi niachie Prince wangu, si ndio dili tumekula hilo. Sasa bibi Neli anamwambia bwana mimi mbona sikuelewi wewe. Hivi unachokizungumza hapo ni nini? Mbona sikuelewi? Anamwambia sasa ngoja nikueleweshe. Baba yako amemtumia mama yangu ili kuweza kupata title ya kuwa chifu. Yaani ndo alimtumia mama yangu miaka yote hiyo. Kwa hiyo ujue kabisa kumwacha mama yangu ni ngumu. Bibi anamwambia hapa tunapoongea mzee kasha confess kila kitu kwa chifu. Ameungama, ametaja vitu vyake vyote makosa aliyofanya. Kwa hiyo chifu ameweza kumsamea. Alafu mzee kashampa mama yako pesa muweze kuondoka. Sasa nashangaa wewe unafanya nini hapa? Na hivi unafanya nini wakati mimi nimemfuata Prince hapa? Acha kuniletea ujinga. Prince anakuja hapo anambia wewe nini kinaendelea kwenye hili jumba la kifalme? Ni kitu gani kinaendelea hapa kati yenu? Mfalme amekuja aisee, mwana wa mfalme. Sasa ndo amefika anambia bwana mimi sitaki ujinga hapa. Kila siku ukija unamfokea huyu. Kwani una shida gani wewe? Anambia bwana mimi nimekufuata Prince wangu tuweze kuwa wapenzi. Huyu anatuingilia anambia sasa huyu ndo mchumba wangu mimi. Yaani ukianza kuzungumzilia mapenzi ndo mchumba wangu. Kuanzia sasa hivi ndo mchumba wangu. Inabidi ulijue hilo. Sina mchumba mwingine. Mpaka bibi anashangaa. Bwana huyu jamaa mbona ananipa maujiko makubwa. Bibi Kentula anakimbia. Nikakosa baba, kakosa pia na mwana wa mfalme aisee. Hii
ni aibu. Sasa Mwamba si ndo anasogea bibia Amini. Sasa bibia anamuuliza, hivi wewe imekuaje leo katamka na kunitambulisha mimi kama mchumba wako wakati hatuna mapenzi yoyote? Mwamba anamfungulia ukweli, anamwambia bwana, mimi nakupenda yani hisia zangu zipo kwako, sina hisia na mwanamke mwingine yote, nahitaji tu kuwa na wewe. Bibia anamwambia asante, mimi nashukuru, mimi mwenyewe ilikuwa hivyo hivyo tu wakabidi wakumbatiane. Halo, huku kuna reunite mpaka walinzi wanafurahia huku. Shughuli imeisha huku, wengine washapatana. Hapa ni kapu inaanza kutengenezwa na hii ishapitishwa mpaka na mfalme. Wewe unasemaje na ni nani kuzungumzia bana? Tukutane kwenye vigongo vingine. Hapa ndo mwisho wa movie yetu ya binti ambaye alipitia tabu sana bila kujua kama yeye ni mtoto wa chifu. Tukutane kwenye movie nyingine usisahau kucomment, kulike na kushare kwa ajili ya vigongo vingine. Pia usisahau kuwasha kengele wewe kwa ajili ya kupata taarifa tunapopandisha mzigo mpya. Halo, chao.